Mpaka sasa wewe ni mwanafamilia wetu wa Mwangili Info, umesubscribe, umelike, umeshare na umecomment pia. Nikukaribisha tena leo, ni siku nyingine pia nzuri ambayo tuko hapa na tuseme ni CEO wa Mwangili Office mwenyewe, na mara zote tumekuwa naye kwenye vipindi tofauti, lakini kila siku imekuwa ikikijia mada mpya, vitu vipya, na umeweza kujifunza vizuri na zaidi. Sana. Karibu sana kiongozi. Nashukuru sana Neema. Ni siku nyingine leo tena tumefurahi kuwa na wewe hapa. Nashukuru sana. Asante. Karibu sana, na leo bila kupoteza wakati, bila kupoteza muda, wafuatiliaji wetu wa Mwangili Info wako na shauku sana kujua leo Bwana Daniel Eliuta Mwangili amekuja kuzungumzia kitu gani. Leo natamani sana tukajifunze kuhusiana na imani lakini iliyopo ndani ya dini. Tukisema tuchambue dini leo, ni uwanda mpana sana, bila shaka unatuandalia. Lakini natamani tubezi kwenye imani. Haijalishi mtu ni dini gani, dhehebu gani, lakini sana imani ya mtu. Nakumbuka kipindi cha kwanza kabisa, wakati tunapata historia kuhusiana na Mwangili mwenyewe, ulituambia wewe ni mwanasiasa lakini pia ni mtu wa dini sana na mambo mengi sana ambayo ulitueleza kwa siku ile ya kwanza. Leo tunatamani sana tutambue kwenye masuala ya imani. Tunamtambuaje huyu mtu ana imani? Umenifurahisha sana, umesema imani ya dini. Umefafanua vizuri, kwa sababu imani, ziko imani za kisiasa zinaitwa itikadi. Itikadi yake yule ni hivi, manake imani yake ni hivi na hivi. Na kwa kwanza tu labda niseme kwamba imani kwa Kiingereza inaitwa faith. Imani ni kiongozi cha maisha ya kiroho. Imani ni kiongozi cha maisha ya kiroho. Maisha ya mtu wa ndani, kiongozi chake, kitu kinachomuongoza ni imani. Anaamini nini katika masuala ya kiroho. Kwa hiyo imani ya kidini ni kiongozi cha mwenendo wa mtu wa ndani. Na siku zote mtu wa ndani ndo ana reflect mtu wa nje. Mtu wa ndani ndo anatoa matokeo kwa mtu wa nje. Vile alivyo neema wa nje ni matokeo ya neema wa ndani. Vile ambavyo neema tunamuona akiwa anatenda matendo ya kiimani ni matokeo ya neema wa ndani, ambayo ndo anaanza kuamini na kujenga imani juu ya yale tunayoyaona nje kama matendo ya imani. Kwa hiyo imani ya kidini au imani katika dini, niishie tu kusema ni kiongozi cha maisha ya kiroho ya mtu. Kwa baadhi ya watu walikuwa wakitafsiri kwamba baadhi imani kwamba ni unyonge fulani. Yani wewe ukiwa una imani labda let's say kwenye dhehebu fulani, basi niwe na hali fulani hivi ya unyonge na nini. Lakini this time tunaona the way vijana wanapo participate kwenye kanisa namna fulani, kuna baadhi ya tunasema kuna kama maadili na imani ya wewe nyoka tusema walokole au wa Pentekoste wanachukulia imani kama unyonge fulani. Of course kumekuwa na hiyo kasumba na tatizo hilo la kimtazamo, kwamba labda pengine imani ni kuwa mnyonge fulani, kudhulumiwa na kusema namwachia Mungu. Kufanyiwa kitu kisicho haki na kusema basi mimi namwachia Mungu. Sasa hiyo sio imani. Huo ni unyonge au ni kitu gani? Ni unyonge wenyewe. Sasa umesema ni unyonge. Imani ni kitu kingine. Imani ni kitu kingine. Kwanza imani ni tumaini kwa Mungu wako juu ya yale yote aliyokuahidi. Biblia inajaribu kutueleza kwa undani sana kuhusiana na imani.
imani sasa, kwanza imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, bayana na ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ni imani ile ya tumaini. Sawa, imani ya tumaini. Lakini imani kwa maana ya imani inayotufungamanisha kwenye dini ni ule uwezo wa kuwa na tumaini kwa Mungu uliyemfuata. Wow. Unakuwa na tumaini kwa Mungu ambaye umemfuata na kutumainia wewe Mungu. Na kutumainia wewe kwamba kupitia misingi ulioniwekea nikiifuata naweza kuja kukuona. Umenipata eh? Sisi Wakristo tunaposema imani yetu ya Kikristo, maana yake tunafuata ile misingi yote ambayo Mungu wetu sisi Wakristo ametuwekea, ili kupitia hiyo misingi ambayo wengine huita misingi ya kiimani, ukiifanya na kuitekeleza, kuna wakati utamuona. Yes. Imani ya Kiislamu vivyo hivyo wana misingi yao ya kiimani, ambayo ile misingi ya kiimani ndio inatengeneza dini ya Kiislamu au dini ya Kikristo, ambayo ukifuata ile misingi ya kiimani, kuna siku utakwenda kumwona Allah. Okay. Umenielewa eh? Sasa hiyo inaitwa imani ya kidini. Lakini sasa kuna imani kama tunda la matokeo ya maisha ya misingi ya kiimani. Hiyo inaitwa imani ya tumaini. Sasa tumaini kwenye mambo mbalimbali, kwamba unakuwa hakika ni Wakristo tunasema ni kitu kinachobeba mzigo wa kimatokeo katika tumaini. Imani ni kitu inachobeba mzigo wa kimatokeo katika tumaini, kwamba mimi ndani ninaamini katika hali yangu hii baadaye nitapata badiliko, kwa sababu namwamini Mungu wangu atanisaidia kuweza kupata badiliko. Sasa najaribu kueleza kwa nani, lakini kwa mujibu wa swali lako ulilouliza, watu wengi walikuwa wanadhani au wanafikiria imani ya Kikristo au maisha ya Kikristo ni kama unyonge fulani. Ukiishi zamani, kwa nasimuliwa na wazee wetu, kuna Wakristo wa zamani walikuwa hata kutembea akikuta sisimizi anaogopa asimkanyage, maana imani yake ni kama anafundishwa kwamba ukikanyaga hata sisimizi ni dhambi. Kwa hiyo walikuwa wanatembea kwa uangalifu sana, wanaangalia chini ili wasije wakakanyaga viumbe wa Mungu. Sasa imani ya Kikristo haiko hivyo. Haiko hivyo. Imani ya Kikristo ni tumaini katika Kristo Yesu, si ndio? Na maana yake kuna misingi ambayo Kristo ametupatia, na mmoja wa msingi ambao ametupatia ni kutokuwa waoga. Ukisoma kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 15 inasema, kwa maana hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu na mashaka, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Maana yake ni kwamba Kristo kama mleta imani yetu ya Kikristo hakutuletea roho ya utumwa inayoleta hofu. Maana yake sisi sio watumwa. Yes. Sisi ni wana wa Mungu. Na kama sisi ni wana wa Mungu, maana yake hatutakiwi kuwa na hofu, kwa sababu roho ya utumwa inayoleta hofu na mashaka imeondolewa. Hatutakiwi kuwa na hofu. Sisi ni majasiri, sio wanyonge. Mnyonge ni mtu mwenye hofu. Mnyonge ni mtu ambaye hajui haki zake, hata kama zitapatikana au hazitopatikana. Mnyonge ni mtu asiye na tumaini. Sisi tuna tumaini, yes, katika Kristo Yesu, kwamba pamoja na mambo tunayoyapitia hapa duniani, kuna wakati Mungu atatusaidia. Unyonge wetu ule wa kibinadamu ambao unadiletelezwa na dhambi
baada ya mwanadamu kula tunda na nini, Mungu atauondoa na tutakuwa watu ambao tutatembea vifua mbele. So kuwa na imani sio swala la kuwa wewe ni mnyonge. Yani unyonge ni kitu ambacho tunasema mtu pengine unajitakia. Kabisa. Yani ukiwa na imani hatutegemei tukuone uwe mnyonge. Nimefurahi sana kusikia, lakini na swali kidogo kwako. Tumekuwa ni mashuhuda pia Injili ya miaka hiyo wakati wanahubiri kina Mama Eliuta, bila shaka mama alikuwa ni mtumishi. Mama mchungaji, yes. Yani tunaikumbuka vizuri ile Injili ya nyumbani. Mama ameitwa kwenye wito wa kuwa mtumishi wa Mungu. Na Injili ambayo inahubiriwa sasa hivi, watu baadhi yao wamekuwa wakitafsiri kwamba wanachukulia kwamba Ukristo ni kitu cha kawaida, imani imekuwa hali ya mazoea, kwamba Gen Z siku hizi the way wanasali, wana behave kwenye makanisa kama Ukristo umekuwa ni kitu cha kawaida sana, tofauti na miaka ya hapo. Unajua, tukubali kwamba kitu hiki kimoja, tukubaliane, Injili ni ile ile, haibadiliki. Yani Injili ya ondoleo la dhambi ni ile ile, lakini methodology, mbinu za ufikishaji, uwasilishaji zinabadilika. Kwa mfano mimi ni kiongozi wa moja ya shirika la Kikristo inaitwa Alpha. Alpha ni mbinu ya kufikisha ujumbe wa Kristo kwa njia itakayoweza kuwasaidia vijana kufikiwa. Nasema hivyo kwa sababu wakina Mama Eliuta, kina Moses Klola, kina Mzee Emmanuel Lazaro, wazee wa zamani, walikuwa na mbinu zao za uwasilishaji wa neno la Mungu, ambao kupitia wakati wao na mbinu zilizotumika watu walikuja kwa Yesu. Kina Yohana Mbatizaji aliyeandikwa kwenye Biblia alikuwa na mbinu yake ya kufikisha ujumbe wa ondoleo la dhambi, toba, na alipofanya hivyo watu walitubu. Unanipata sisi? Kuna mtu mmoja alikuwa ananichekesha siku moja, akasema, aliuliza swali of course, akasema, hivi hao wainjilisti kuongea kwa sauti ile ya kukoloma asili yake ni nini? Kwa sababu kama unatumia mic, unaweza kuongea tu kama kawaida ukawasilisha na watu watakusikia. Sasa marehemu mama alikuwa ananiambia hii inaitwa injili ya shingo. Yaani kwamba zamani, kwa sababu kulikuwa kuna system za umeme na vyombo vya muziki, kwa hiyo mwinjilisti anabana shingo yake, then anaanza kukoloma ili ifike mbali. Sipatikane ile punch ambayo kimaiki hivi ifike mbali zaidi. Kwa hiyo walikuwa na methodology zao, mbinu zao za ufikishaji wa injili. Lakini tuna kizazi kingine ambacho injili haibadiliki, inabaki kuwa the same, ile, lakini mbinu za ufikishaji wa injili tukubali zina change. Tukubali kabisa Yesu ni yule yule, habadiliki, ni jana leo na hata milele. Lakini tukubali kwamba mbinu, methodology za ufikishaji wa neno la Mungu au kumfikisha Yesu kwa watu zinabadilika, sio zile zile kwa sababu ya generation. Okay. Kwa mfano sasa hivi, zamani tulikuwa hatuna smartphones, tulikuwa hatuna internet, si ndio? Lakini sasa hivi kila mahubiri yanakuwa recorded, yanawafikia watu wengine, si ndio? Tusemeje kwamba kwa sababu hatukutumia mwanzoni na sasa hivi tusitumie, si ndio? Haiwezekani. Tuna kizazi ambacho akiendi kanisani. Tuna generation ambayo ni Wakristo lakini they don't go to church, hawaendi kanisani. Tunawafikiaje wale? Lazima tuwe na mbinu ya kuwafikia. Kwa hiyo ukizungumzia kwamba wale walifanya vizuri na nini na sasa hivi ni kama inaonekana kuna nini, hapana, haionekani kupotea kwa maana ya ile misingi na misimamo ya ufikishaji wa injili.
lakini ni mbinu tu ndo tunatofautiana. Okay. Yes. Kwa hiyo habari za kuwa na mfananisho kwamba before ilikuwa hivi na sasa hatutakiwi kwenda hivyo kwa sababu mwanzo ilikuwa hivyo, ni namna tu ya tafakuri za watu wenyewe. Kabisa, ni mitazamo ambayo niseme si mizuri sana, haswa kwa generation tulionayo. For example, nipe mfano mzuri, Neema, unaweza kunielewa. Mimi ni Mkristo. Yeah. Ninafahamu mambo ya ni Pentecost. Ukiweka mikutano ya Injili ukatangaza na PA, jamani, leo kuna mkutano wa Injili, atakuja kuhubiri mwinjilisti wa kimataifa Daniel Mwangili. Watu watakao kuja 99% ni watu wenye mambo matatu kama sio manne na zaidi. Wana matatizo, wanatafuta tumaini la kutatuliwa matatizo yao. Wagonjwa, yani wanatafuta neno la faraja, tumaini. 2 ni wale. Unanielewa? Ni wale ambao walihubiriwa mwaka jana, wanahubiriwa tena mwaka huu, watahubiriwa tena mwaka kesho. 3 ni watu wa tabaka la chini, ambao pia na wao hawatofautiane na kundi la kwanza, wanatafuta tumaini, si ndio? Lakini tuna kundi kubwa la watu ambao wao wako katika wimbi la matendo maovu, na kwa sababu hawajawahi kupata matatizo, yani wako kwenye wimbi la matendo maovu, lakini wana hela, wana furaha katika ule uovu wao. Yes. Hawa watu wanatakiwa na wenyewe wafikiwe na ujumbe huo. Sasa ukitumia methodology moja kila siku ukakomaa nayo hiyo, unachelewesha, unakuwa hauharakishi nuru. Kwa sababu hao watu wataendelea kubaki katika ile hali yao. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kuwa na mbinu tofauti za kufikisha ujumbe wa neno la Mungu kwa watu. Sio dhambi, ni kiroho. Okay. Na haitakiwi kutafsiriwa kama kupoa. Kwa sababu wengine wanasema sisi tulikuwa tunahubiri hivi, sasa hivi amfanyi hivyo. No. Methodology ziko nyingi, ziko tofauti, kwa sababu lengo pia ukumbuke ni hili moja, kumfanya mtu amkiri na kumpokea Bwana Yesu. Sijui unanipata vizuri? Yes. Kwa hiyo tuachane na huo mtazamo kwamba labda kizazi cha sasa kinapoa kwa sababu hakitumii mbinu zile ulizokuwa unatumia wewe. Na tena inaweza ikawa mbinu zao zina matunda zaidi. Ila pengine hayaonekani kwa sababu sio ya hadhara. Wewe kwako yanaonekana kwa sababu ni ya hadharani. Ila za hao wengine hao wanaitwa Gen Z zikawa na impact, matokeo makubwa. Ila hayaonekani kwa sababu hayafanyiki hadharani. Okay. Yeah. Mimi nimefurahi sana kusikia kwa ajili ya utofauti huo wa mwanzo na sasa. Na kama ulivyozungumza, tuna kizazi ambacho baadhi hawafiki kabisa kanisani au kwenye nyumba za ibada. Ni vijana ambao wao wanakuwa, lakini namna ya msukumo wa imani umekuwa ni mchache sana. Yani wanaona kama ibada, masuala ya imani ni vitu ambavyo vimepitwa na wakati, na kwa muda wao na wakati wao hawaoni kama ni kitu cha muhimu sana. Hawatu waweke kwenye kundi lipi, kwamba hawajapata ule uchochezi na ushawishi ili kuingia zaidi kwenye masuala ya imani na kusali, au wanachukuliaje? Ni kwa sababu kanisa haliwapi nafasi. Ni kwa sababu kanisa halitoi nafasi. Tuna slogan moja kwenye Alpha, tunasema what if you could create a space for those youth to come and demonstrate what they have. Vipi kama ukitoa nafasi kwa vijana kuja kanisani vile the way walivyo, yes, na kufanya kile ambacho
kumtumikia Mungu kwa kile ambacho walichonacho. Changamoto tulionayo sasa hivi, kanisa limekuwa katika hukumu sana, kwa hukumu vijana badala ya kuwasaidia na kuwasikiliza. Vijana wengi hawasikilizi, hawapewi nafasi. Kanisa halitengenezi nafasi ya kuwasikiliza vijana, kuengage na vijana, kujua wana changamoto gani, kujua wana shida gani. Na kuna utafiti uliwahi kufanyika, vijana wakasema kanisa linajibu maswali ambayo hatujayauliza. We have a lot of questions, lakini maswali tulionayo sio kanisa halijajibu. Linajibu maswali ambayo sisi hatujafanyaje, hatujayauliza. Kwa nini? Kwa sababu kuna gap kati ya kanisa na youth. Vijana hawa hawapewi nafasi ya kusikiliza. Na unajua, ili uweze kuwa na uwezo wa kumsaidia mtu, msikilize. Kabla ya wewe kuanza kueleza ya kwako, mpe nafasi ya kujieleza ya kwake. Kwa sababu akijieleza, utakuwa na nafasi ya kumsaidia. Utajua huyu mtu nimsaidieje, ameniambia 1, 2, 3. Kwa hiyo vijana wengi ambao wanakwenda kanisani na wale ambao wanakata tamaa ya kwenda kanisani ni kwa sababu wamekosa nafasi ya kusikilizwa. Nimekumbuka kitu kimoja somewhere niliwahi kusali. Nikakaa na kijana mmoja the same line. Kijana yule kwa muonekano watu walikuwa kama wana shangaa. Muonekano huu anaweza akaingia kanisani, the way style ya nywele alivyoweka, mavazi yake, si unajua yuko kijenzi kweli. Sasa ikamfanya yule mtu akawa ana lack confidence. Anaona kwamba watu wananishangaa mimi wakati yeye amekuja kusali. Baadhi ya watu wamekuwa define sana mavazi, the way vijana wanasema wana drip check kanisani, wanavaa na nini. Huo upande nao umekaaje? Kwa sababu kizazi chao pengine labda ule uvaaji hawaoni kama ni makosa, au hawaoni kama ulivyozungumzia ulokole sio unyonge. Wao wanaona kama mimi nikivaa hivi na kuwa comfortable. Sasa tunapofika makanisani, watu wao wanageuka kuwa mshangao. Sawa, umeuliza swali zuri sana. Labda tu mimi niseme kwamba kwanza kabisa Biblia inatuweka wazi juu ya mambo mengi na mwenendo wa maisha ya mtu wa imani. Yanatakiwa yaweje kwenye tabia na mwenendo, mavazi, usemi, ambayo ndio indicators za maadili. Unajua, maadili ya mtu tunayapima kwenye maeneo makubwa matatu: usemi wake, tabia na mwenendo, na mavazi. Hayo ndio maeneo ambayo tunapima maadili yako. Okay. Neema ana maadili kiasi gani? Tunaangalia mavazi yake, tabia na mwenendo, na usemi. Sasa mara nyingi mtu anapoamua kuokoka, maana yake tunasema amepokea badiliko. Neno wokovu Kiyunani ni sozo. Sozo, S-O-Z-O, sozo. Na sozo katika tafsiri ya Kiswahili ni uponyaji wa mwili, nafsi na roho. Uponyaji wa mwili, nafsi na roho. Kwa mtu akiokoka amepona mwili, nafsi na nini? Na roho. Maana yake mwili wake haumtawali, anapata nafasi ya kutawala mwili wake. Na matendo ya mwili hayamtawali, anapata nafasi ya kuyatawala. Okay. Sasa kwa upande wa pili wa kanisa lina wajibu wa kuhakikisha ya kwamba mtu anapompokea Yesu, kabla ya hukumu, awe amepewa elimu kwamba huku kwetu kuna 1, 2, 3. Tena elimu kwa upole na upendo, na kumpa muda wa kumvumilia, ili kuweko na process ya badiliko. Kwa sababu badiliko ni process, sio kitu cha siku moja. Yeah. Mimi ninapoamua leo kwenda kanisani na kusema nitakuwa mtu wa imani hii, kuna process, mchakato ulionifanya nifanye maamuzi haya leo. Sasa pia lazima wewe
kiongozi wa kanisa na kanisa uwe mvumilivu katika kuendelea kuvumilia mchakato wa badiliko la yule mtu. Mama yangu mimi aliokoka. Mchungaji aliyemuombea sala ya toba huwa ananiambia mpaka leo. Sasa sisemi hii kuchochea kwamba watu waendelee kufanya hivyo, lakini najaribu kutoa ushuhuda ambao upo kwetu. Mama aliendelea kuwa mnywa pombe miezi 3 kwa kiwa anaendelea kufika anaenda church. Mchungaji akija kanisani wanaficha pombe chini ya uvungu wa kitanda, kwa sababu maisha kipindi hicho ilikuwa ni chumba hicho ndo sebule hiyo na kwa wanaficha chini ya uvungu wa kitanda. Mchungaji akija anasema mbona nasikia harufu ya pombe? Akitoka wanachukua kibifu wanaendelea kunywa. Jumapili anaenda kanisani. Lakini mchungaji yule anasema mimi nilijua kwamba hawa washirika wangu bado wanaendelea kunywa pombe, lakini niliendelea kuwaombea kwa sababu nilijua badiliko ni process, ni mchakato. Na anayebadilisha sio ukali wako wewe kiongozi wa kanisa, sio maneno yako makali, na anayebadilisha ni Mungu. Kazi ya kiongozi wa kanisa ni kuendelea kumwombea kwamba Mungu mbadilishe. Kwa hiyo ilifika muda mama akaacha mwenyewe, na alipoacha akatoa ushuhuda na kanisani, kwa kweli niliokoka, lakini niliendelea bado kunywa pombe mpaka wakati ambapo nikashangaa ile kiu imeondoka. Okay. Kwa hiyo kuna haja ya kuvumilia waongofu wapi. Ndio maana tuna madarasa kwenye makanisa mengine ya waongofu wapi, unawafundisha kuhusiana na kuenenda na masuala ya kiroho na vitu vingine waweze kushikamana nayo ili kuelekea badiliko la kudumu. Yeah. Kwa hiyo kwanza tukubaliane kwanza, mabadiliko ya tulikotoka kwenye uwanda mzima wa dini na imani mpaka hapa tulipo, teknolojia namna ambavyo imetubadilisha pia. Kwa hiyo inabidi kwanza hilo tukubali. Lakini namba 2, kwa kizazi hiki tulichonacho sasa hivi, iko haja kubwa sana kwa viongozi wa dini kuhakikisha wanaofundisha vijana hawa kwa upole. Kwa sababu mimi naamini wale baadhi ambao tumezungumzia kwamba hawafiki kabisa kanisani, pengine wanaogopa zile unajua aina fulani ya mahubiri kwamba labda huwa sometimes yako ya harsh sana, ama labda wanatulenga sana sisi, hawazungumzi na sisi kwa upole. Kwa tukubali kwanza, kwa baadhi ya viongozi wa dini pia watufundishe pia kwa lugha ya upole, yani hata ikiwezekana tupate madarasa kabisa. Of course, ndio maana kuna umuhimu wa kuwa na madarasa ya vijana kwenye makanisa. Kwa sababu sasa hivi Neema, tuko kwenye kipindi cha utandawazi. Wewe unakuja na neno lako, kwa mfano ni kiongozi mchungaji, unasema leo nitafundisha kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kijana amekuja na iPad yake hapo, ameshaingia kwenye ChatGPT. Kagugo pale, naomba somo la Roho Mtakatifu. Sawa bwana? Yes. Na maana zake na nini. Wewe unaendelea kuhubiri kule, unamuelezea Roho Mtakatifu. Labda hauko well equipped, una material ya kutosha kuhusu Roho Mtakatifu. Akiangalia huko, lakini kijana akiangalia huko kwenye ChatGPT. Kwa tuna kizazi cha ChatGPT cha AI. akili mnemba ambacho chenyewe kile unachokisema wana Google kipo, is it right, anachozungumza kiko sawa sawa. Kwa lazima wewe kiongozi wa imani uwe up to date kupitia kusoma vitabu mbalimbali na kadhalika. Namna ya kuendana na vijana ni kuto kulazimisha aina yako ya maisha ya zamani uliokuwa unaishi wao wayaishi, kwa sababu tu mfumo wenyewe, yani hata kama vijana wasingekuwepo, mfumo tu wenyewe unayakataa hayo maisha ambayo wewe ulikuwa unayaishi. Mfumo uliopo unayakataa. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ni wewe kuadapt mfumo uliopo na kutengeneza mazingira ambayo Mungu wako hatoshushwa viwango, imani yako haitoshushwa viwango,
lakini na wewe umo kwenye ule mfumo wa kimaisha ambao ndio upo sasa. Hapo unaweza kuendana na vijana na kuzungumza lugha moja. Lakini ukilazimisha vijana kwamba wako kwenye mfumo huu wa kimaisha, waambie turudi kwenye 95, 1995 huku ndo kwenyewe. Yaani utakuwa na vita mbili, ya vijana na mfumo. Mfumo tu wenyewe haukupi hiyo ruhusa ya kuwarudisha. Sisi tunaenda mbele sasa hivi. Turudishe huko bako. Teknolojia haituonyeshi. Haiwezekani. Unaona? Mfumo unakusaliti. Mlikuwa mnapiga, sisi zamani tulikuwa mama yetu anachukua ile dawa ya mende na nini za kuspray. Ikiisha, kuna baba alikuwa na basikeli, kuna wakati zile gololi za basikeli kwenye tairi kileta nani shida, tunachukua zile gololi tunaweka kwenye ile chupa ya spray. Then anachongea mti pale juu, anaziba ule mti. Ukiziba akagongelea vizuri na misumari ukaziba, tukichukua ule mti tukashika kwa chini tukawa tunafanya hivi, ni sehemu ya kifaa cha uimbaji. Chekeche. Unaona? Sasa hayo maisha tumeyaishi, tukatoka huko. Sasa hivi hatutumii tena chekeche. Kwenye drums kuna kile kinani, ukifanya kinafanya yes. Maisha yanabadilika, yanatoka huko. Kuna dumba, kuna keyboard, kuna guitars. Lakini zamani tulikuwa tuna ngoma zile za kupiga ngoma zile ndikiti ambazo sasa hizo wanatumia watu wa asili. Tulikuwa tuna hizo chekeche. Tulikuwa tunazitumia. Wow. Sasa hivi hatupo huko. Mfumo yani umeshahama. Unagoma kabisa. Bila shaka mtazamaji wa Mwangili Info umeweza pia kuelewa na kufafanuliwa vizuri kabisa kwa undani imani ya mtu na masuala ya unyonge. Ni vitu ambavyo haviingiliani, lakini pia tumezungumzia namna ambavyo tunaweza sasa hivi tukasali na kuendelea kulingana na mfumo wa maisha ambavyo jinsi unatupeleka. Neno la mwisho la kumalizia, labda tu niseme kitu kimoja cha muhimu sana. Imani ya kidini na mchango mkubwa sana kwenye uongozi wa kijamii. Kwa sababu ni sehemu pekee pia ambapo inajaziliza maadili mema. Malezi ya wazazi kwa watoto yana mchango mkubwa sana katika eneo la maadili. Lakini pia imani ya kidini na dini zina mchango mkubwa sana katika kukoleza malezi ya wazazi kwenye eneo la maadili. Sasa viongozi bora mara nyingi wanapatikana kwenye ngazi ya familia. Lakini dini zina mchango mkubwa katika kuwatengeneza viongozi bora ambao ni wacha Mungu, wanaochukia rushwa, dhuluma, wapenda haki na wanaohakikisha kwamba mambo ya wanyonge yanachukuliwa kama mzigo wa kwanza katika kuwatoa kwenye unyonge wao. Sasa imani za kidini zina umuhimu mkubwa sana na zina uwezo wa kuweka mkakati wa kuwalea vijana na watoto wakawa viongozi wazuri katika nafasi mbalimbali ndani ya serikali, taasisi za umma, ngazi za familia, wakawa viongozi wazuri. Wana mchango mkubwa sana. Hilo ni la muhimu sana. Okay. Asante sana kwa muda wako na asante pia kwa madini ambayo umetupatia siku ya leo. Karibu tena wakati mwingine. Lakini pia niendelee kukukumbusha mwanafamilia wetu wa Mwangili Info, usisahau kushare habari hizi nzuri na watu wengi sana wapate pia kutufuatilia zaidi. Lakini pia hakikisha pale una like, una comment kwa ajili ya kuwa wa kwanza kabisa kupata update ya mambo mazuri ambayo yatakuwa yanakujia kila wiki. Asante na karibu wakati mwingine.